Amen. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Karibu sana katika channel yetu ya Reverend Professor Mnenwa TV ambayo itakusaidia. Kwa hiyo tutakuwa tunakuletea maudhui bora kabisa ya kiroho, kisayansi, kisaikolojia, lakini pia na maendeleo ya kibinafsi. Tutakuwa tunayapata yote kwa urahisi na kwa namna ya kipekee kabisa ambayo itakusaidia kujenga na kuimarisha katika maisha yako. Katika channel yetu utapata mafundisho ya neno la Mungu, mafundisho yenye nguvu ya kuimarisha imani yako. Lakini pia utapata ushauri wa kiroho, kisaikolojia na mahusiano ya familia. Lakini pia utapata mwongozo wa maisha wa kila siku. Katika channel yetu utapata maombi na maombezi na kujenga nguvu ya kiroho na mahusiano yako na Mungu wako. Lakini pia utapata masomo mbalimbali ya chuo cha Biblia online na utajifunza kwa urahisi na kwa uthabiti kabisa kutoka kwa walimu waliobobea katika masuala ya theolojia. Lakini pia katika channel yetu utapata mwongozo na usaidizi wa kuandikiwa CV ya kimataifa ambao wengine wanasema ni professional profile ambayo itakusaidia katika maisha yako ya utumishi, kazi, biashara au mahusiano. Kwa hiyo tunakusaidia kuiandika CV yako ama kuiboresha ili uweze kuwa katika hali nzuri ambayo unaweza ukapata ajira ama ukapata usaidizi wa kitaalamu katika kila eneo ambako utahitaji kupeleka CV yako. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo usaidizi wa kuweza kuweka vizuri CV yako. Nikizungumza CV, wale ambao wako kwenye ajira ama wanakwenda kuajiriwa ama wako vyuo vikuu wanaelewa nachokimaanisha. Lakini changamoto kubwa sana ambayo nimeiona baada ya kufanya utafiti ni kwamba watu wengi hawajui kuandika CV zao. Ni kweli amesoma na uzoefu na nini, lakini kuipanga kitaalamu ili iweze kukubalika katika mifumo ya ajira ama elimu ama taaluma, na kwa sasa hawezi akajua namna kuipanga vizuri. Kwa sisi tutakusaidia kuiweka vizuri CV yako na itakubalika popote pale. Kwa hiyo tutakusaidia katika eneo letu hilo. Lakini pia sisi ni waandishi vitabu, nimeandika vitabu vingi sana vizuri, na hapa tutapata mfululizo wa kujifunza kitabu baada ya kimoja, kitabu kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo tunakukaribisha sana katika channel hii. Usikose kabisa kufuatilia channel yetu ambayo kimsingi itakusaidia kupata ujuzi, kupata maarifa ya kutosha kabisa katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo tutakuwa na vitabu mbalimbali vitakavyokusaidia katika maisha yako ya imani. Na katika mfululizo wa vipindi vyetu hapa katika channel ya Reverend Professor Mnenwa TV kutakuwa na mjumuiko wa mambo mbalimbali ya kitaaluma, ya kiroho, maombi na maombezi na ushauri wa kisaikolojia na kiroho. Na kwa hiyo utajikuta kwamba unapata usaidizi wa karibu sana kwenye channel hii, na utapata video ambazo zimepangwa vizuri kwa ajili ya kukusaidia na kuwezesha kupata mambo ya msingi katika maisha yako ya kiroho ya kila siku. Utakachohitaji unisaidie ni kushare, ni kucomment, subscribe channel yetu, lakini pia na kuisambaza kwa watu wengine na kuambia kwamba iko channel ambayo imejaa mafundisho na inasaidia watu na kuwajenga na kuimarisha. Tunahitaji kujenga community ambayo itasaidia watu wengi sana na itawafikia watu wengi duniani. Kwa hiyo tunahitaji tuje pamoja na tushirikiane pamoja ili kuweza kufanikisha kazi ya Mungu popote pale duniani.
Na kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nakukaribisha sana kwenye channel yetu hii. Nimekuwa nikieleza kwa muda mrefu, lakini wakati wa Mungu wa kwenda kuwasaidia watu sasa umefika, na kitu ambacho nitaanza nacho katika video zetu baada ya hii ni kwamba nitaanza kuzungumza ama kupitia taratibu kabisa kitabu kimoja. Vitabu vyetu kwa sasa ambavyo viko tayari kabisa na vinapatikana kwenye website yetu ambayo tutaiweka baadaye ili uweze kupata vitabu vyetu, ni kwamba tuna kitabu kinaitwa jinsi ya kuibadilisha ndoa yako ndani ya siku 30. Jinsi ya kuibadilisha ndoa yako ndani ya siku 30. Hicho ni kitabu kinahusu masuala ya ndoa na ni mahususi kabisa. Kitabu cha pili kinaitwa ujuzi katika maombi. Ujuzi katika maombi ni kitabu ambacho kinapatikana kwenye website yetu na ni kizuri sana. Kitabu cha tatu kinaitwa ujuzi katika maombi. Ujuzi katika maombi, kwa maana ya kwamba tunahitaji kupata maarifa na ujuzi katika eneo la maombi ili tuweze kujua namna kuweza kumwendea Mungu wetu, namna kuweza kupeleka mahitaji yetu, lakini pia namna kushughulika na ulimwengu roho, namna kushughulika na maombi ya vita, namna kushughulika na maombi ya kufunguliwa kutoka kwenye vifungo mbalimbali, kutoka kwenye mateso ya ibilisi, na namna ya kushughulika na malango ya kuzimu na kadhalika na kadhalika. Lakini pia ndani ya kitabu kile nimeweka mwongozo wa maombi, aina ya maombi 250 ya kufunguliwa. Kwa hiyo utaona kwamba kuna maombi kwenye kila eneo, kwenye kila idara ya maisha ya mwanadamu, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la watoto, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la kufunguliwa, kwenye eneo la kushughulika na madhabahu za ukoo na familia, kwenye eneo la kushughulika na matatizo na misongo ya mawazo katika ulimwengu huu, na mambo mbalimbali yanayohusiana na ulimwengu wa maombi. Kwa hiyo yako ndani ya kitabu hiko na tutakuja kukipitia pia hapa. Kitabu cha tatu ambacho ni muhimu sana kinaitwa unapoteza kila kitu ndipo unaanza kupata kila kitu. Unapoteza kila kitu ndipo unaanza kupata kila kitu. Hiki ni kitabu muhimu sana sana sana. Kina peji karibu 170. Kitabu hiki kinaongelea kwa habari ya mapito ama kwa habari ya kupoteza, na kimsingi tafiti inaonyesha, hata zile za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba binadamu wote waliofanya mambo makubwa sana duniani ni wale ambao walipitia kwenye kipindi cha upweke, kwenye kipindi cha kupoteza, kwenye kipindi cha kutengwa na kwenye kipindi cha giza kabisa. Sasa hawa watu ndipo walipojipata, yani ndipo ambako kwamba hali yako ya ndani inaweza ikajulikana ama ikapatikana ndani yako pale unapokuwa peke yako. Pale unapopita kwenye kipindi kizito sana, ndipo ambako hujianza kujiuliza maswali ya msingi. Mimi ni nani? Nilitoka wapi? Ninaelekea wapi? Na nipo kwa kusudi gani? Hayo ndio maswali ambayo huwa yanajitokeza mtu anapokuwa katika hali ya upweke. Lakini baadhi ya mambo yaliyoko kule ndani ni kwamba maendeleo au mafanikio hayapatikani mbele ya watu, ila yanapikwa gizani. Maendeleo au mafanikio hayapatikani mbele ya watu. Yaani hakuna mtu aliyefanikiwa huko anapigiwa makofi na watu, isipokuwa ni watu ambao walipitia kwenye kipindi cha upweke cha kujitenga, na ndiko walikopata mambo ya msingi yaliyofichwa ndani yao na wakafanya mambo makubwa sana. Kwenye kitabu hiki utaona hilo. Lakini pia kwenye kitabu hiki utakutana na tafiti ambazo zinaonyesha kina mama, kina baba na vijana na watu ambao walipitia kwenye kipindi cha kupoteza, lakini baadaye wakawa watu wakuu sana hapa duniani. Katika Biblia tunaona kuna watu kama Yusufu ambaye aliuzwa na ndugu zake kwa lengo la kupoteza ndoto zake, lakini kitendo kile kilimpeleka kwenye muujiza wake na aliishia gerezani, lakini akaja kuwa waziri mkuu katika nchi ya ugeni. Wako kina Daudi ambao walitafuta kuuawa, lakini baadaye wakawa wafalme. Wako kina Daniel walitupwa kwenye matundu ya simba, lakini wakaja kuwa wakuu kabisa. Hata Yesu mwenyewe alitengwa na alikataliwa na alitemewa mate
na kaenda msalabani akafa, na alipofuka akapewa jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo tunaokolewa kwalo. Kwa hiyo utaona hiyo ndio namna ambayo tunaweza tukaeleza na kitakutia moyo. Kitabu cha 4 ni kitabu kinachohusiana na masuala ya siku za mwisho, na kitaalamu wanaita eschatology. Hii kitabu ni kitabu ambacho kinaitwa yaliyofichika ndani ya ufunuo wa Yohana kuhusu siku za mwisho. Hiki ni kitabu mahsusi kabisa, kinaeleza mambo ya ufunuo, mambo ya mwisho. Sasa hiki kinaeleza mambo mbalimbali katika historia ya kanisa. Kwanza kabisa kinaonyesha namna ambavyo Yesu Kristo baada ya kufuka alikuwa na sifa 12, na pale inaeleza sifa 12 za mwanakondoo baada ya kufuka. Inaeleza pale moja sifa alizokuwa nazo ilikuwa ni ile sifa ya kuwa alikuwa na macho kama miali ya moto. Sasa lugha kama hiyo ni muhimu kuelewa Biblia ilikuwa inamaanisha nini, lakini kwa haraka tu ni kwamba hiyo ilikuwa ikieleza kwa habari ya uwezo aliokuwa nao wa kuona popote baada ya kuwa amefuka. Na hiyo utaiona kwenye Ebrania 4:12 ya kwamba neno la Mungu lina upanga tena ukatao kuwili, na hakuna kitu kilichofichwa mbele ya neno la Mungu. So linajua kila kitu na lina uwezo wa kugawanya na kutenganisha nafsi na roho na mafuta ndani yake. Sasa tukiangalia kwa haraka, neno la Mungu ni Yesu mwenyewe, kwamba Yesu ndiyo neno lenyewe ambalo Mungu analitumia kuumba, lakini Mungu analitumia pia kuponya na kuinua watu. Lakini pia kwenye kitabu kile, kwenye ile sura ya 2 mpaka ya 3 utakutana na habari za yale makanisa 7. Sasa yale yamepangwa kinabii ya kwamba ni vipindi 7 vya kinabii kwa kanisa kupitia ile makanisa 7. Kwa utaona kanisa la kwanza la Efeso linawakilisha kanisa gani? Kanisa la Smyrna linawakilisha kanisa gani? Kanisa la Pergamo, kanisa la Sard, na mpaka mwisho. Utakuja kuona kwamba mpango wa kinabii uko pale, na kwenye kitabu nimeeleza vizuri kabisa, na utapata kinaga ubaga katika hilo eneo. Lakini pia utapata masuala yale ya harusi ya mwanakondoo, utapata mpinga Kristo anavyoingia, na umeonyesha kila kitu. Kwa hiyo matukio yote yaliyoko ndani ya ufunuo Yohana yameelezwa vizuri sana, na yatakusaidia katika jina la Yesu. Kitabu kingine ambacho ni cha muhimu sana ambacho nitakizungumza muda sio mrefu kinaitwa Fumbua Macho Yako ya Ndani. Hiki ni kitabu ambacho nitatengenezea video yake mwanzo mpaka mwisho, na utaipata kwenye channel yetu ya Profesa Nenwa TV. Utaipata hapa, mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Unaponisikiliza, unaposikia video hiyo, basi naomba subscribe, share, comment na like, ili uweze kufikia watu wengi, tuweze kujoin pamoja kwenye channel hii ambayo imejaa mafundisho na imejaa maelekezo, maombi na maombezi na ushauri kwa kila mmoja. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.